Okay, unajua umenifurahisha, umesema ndio maana wanaume wanakuwa na watoto ambao si wao. Yes. Kuna dada moja kuna siku moja wameandika kwenye bango pale kwamba kwenye ndoa zao kuna watoto wetu. Naona ndio hiyo. Unajua hivi vitu ukiviangalia kwa jicho la haraka unaweza usivielewe. Okay, yes, that's sawa. Ndio maana wanawake wengi wamejikuta wao ndio wanapambana kwenye kutafuta watoto. Yaani unakuta mwanamke ikitokea watu wameoana ndani ya ndoa wamekaa mwaka mmoja, jamii huwa inaanza kumsuspect mwanamke ndiye ana shida. Lakini huwa tunasahau changamoto za uzazi ziko very complicated. Mwanaume ana changamoto 50%, mwanamke ana changamoto 50%. Ila kwa sababu jamii inaamini kuwa mwanamke yeye ndiye anayebeba ujauzito, basi yeye atakuwa hana uwezo wa kubeba ujauzito. Okay. Mwanamke yeye anatumika kama mbebaji, incubator yani. Yes, lakini mtoaji ni mwanaume. Sasa kama mwanamke anabeba, yuko sawa. Huyu tunamtegemea atoe, kama hatoi, unategemea huyu atapata? Hawezi kupata. Kwa hiyo ndio maana tukasema issue za uzazi tunategemea nusu mtoaji atoe kitu kilicho bora, mpokeaji ili apokee kitu kilicho bora. Tena nadhani mtoaji ndio inabidi atoe bora zaidi ili kumrahisishia mpokeaji.